Kama una uwezo wa kukaa na binti kwenye basi kutoka hapa mpaka Nyakato, umemwomba mpaka namba, ni kiasi gani nakaa na watu ambao kutoka hapo mpaka anashuka amemwona Yesu maishani mwako? Baada ya kuanza kumapproach mtu umpate wewe, ni mara ngapi umewafanya watu wakutane na Yesu? Kwa nini? Wewe umechaguliwa. Namuona Yusufu. Naomba nikimbie kwenye Yusufu niwape mfano wa kuchaguliwa. Yusufu katika watoto wote 12 peke yake Yusufu ndo alionekana mtoto kidogo anaelekea. Na Mungu alivyokuwa anamwangalia Yusufu alikuwa anamuona tofauti na wengine. Maana Yusufu alikuwa amechaguliwa. Lakini kosa la Yusufu alilifanya baba yake. Kosa gani ambayo baba yake alilifanya? Kosa la kwanza la Yusufu linaonekana hapa. Mwanzo 37. Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake, katika nchi ya Kana. Fungu la 2. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake. Naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Biliha na wana wa Zilpa wake wa baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Yusufu alivyoona anapendwa na baba yake akaanza kujipendekeza. Yaani wakienda kufanya na wenzake shughuli, akirudi yeye anawachonganisha. Na baba yake alimpendelea kupita kiasi. Kwa nini Yusufu na baba yake walikuwa na mahusiano mazuri? Wanasema usiku Yusufu na baba yake Yakobo alipokuwa anawahadisia mambo ya Mungu, wanasema Yusufu alikuwa very interested kuliko watoto wengine. Yaani wengine wanasema hivi, mzee maliza faster tukalale. Unajua ibada za nyumbani nyingi zinaboa. Na umkute baba sikio roho kamshukia anaichambua lesoni, wanamwambia mzee si umalize. Ndivyo ambavyo Yakobo alikuwa akikaa na watoto wake. Katoto kalikokuwa interested kanakaa kanamsikiliza alikuwa Yusufu peke yake. Lakini angalia ujinga ambao Yusufu aliutengeneza na Yakobo. Huyu Yusufu shida yake, nitakusomea roho ya unabii. Yusufu shida yake alikuwa anampenda Mungu wa baba yake, lakini hana mahusiano na Mungu wa baba yake. Nani amenielewa? Yaani akihadisiwa hivi kuna Mungu wa Israeli anafurahi, lakini akilini mwake Yusufu anachojua ni hiki: huyu Mungu ana mahusiano na baba, mimi nina mahusiano na baba yangu, ila baba yangu ndo ana mahusiano na Mungu. Kwa hiyo Mungu wa baba yangu anahusiana na baba yangu, hahusiani na mimi. Na Mungu anapoangalia katika watoto 12, Mungu anasema hapa aliye na unafuu ni Yusufu. Lakini huyu Yusufu aliye na unafuu haishi makusudi yangu, naye anakosea, na mfanyeje ili nimpate? Ndipo Mungu anamuhamisha Yusufu kwao. Yusufu anaagana na baba yake, anambia baba, mimi napeleka chakula. Baba yake anambia nenda mwanangu urudi. Wakati baba yake anamwambia nenda urudi, mbingu yenyewe inasema hivi, Yusufu ameenda na hatofanya nini? Nisikilize vizuri. Yusufu akiwa kwa baba yake amechagua kumuishi Mungu, lakini malezi ya baba yanamkosesha focus. Na Mungu alipoona choice yake moyoni, Mungu aliamua kudili na Yusufu moja kwa moja. Nisikilize uliokuweko hapa, usiruhusu focus ya maisha yako kuharibiwa hata na mzazi wako. Make sure Mungu ni namba 1 kwako. Na mbona Yusufu yuko njiani anatembea, hana hili wala lile, anawaona kaka zake kwa mbali, anaenda kwa shangwe anashangilia. Wakati anawashangilia kaka zake wanasema hivi, bora anakuja tumuue. Wakati kaka zake wanapanga wamuue, eti mbinguni wanapoangalia ratiba, ramani ya Yusufu, Mungu anasema hivi, no, hapaswi kufa, bado hatujamaliza naye kazi. Malengo yake ya kuishi kwake duniani na anachokiendea ni vitu viwili. Kwa hiyo wanamshika, wanamtupa kwenye shimo, wanajua wanaua, lakini Mungu anajua anachokifanya. Nisikilize uliokuweko hapa, hakuna kitu kinachokutokea maishani mwako ni bahati mbaya kwa Mungu. Nilikuwa namhadisia mama yangu leo nikiwa niko form 3. Baba yangu akaniambia umechagua Sabato kuanzia leo sitakulipia hada, sitakuhudumia chochote. Na mimi nikamwambia sawa. Shule nilikuwa nasoma ilikuwa ni Kibiti, ni mbali kidogo. Nilikuwa tunakaa Mombasa, shule iko Kibiti. Mimi nikamwambia baba sawa. Nataka nikwambie hakuna kinachotokea maishani mwako ni bahati mbaya kama unaishi kwa makusudi ya Mungu. Ikafika kipindi cha kwenda shule kutoka Mombasa mpaka Mbagala stand ni mbali. Nikapiga magoti nikamwambia Mungu naomba niokote pesa njiani. Unafikiri niliokota? Nilitembea kwa miguu mpaka nimefika Mbagala, sijaokota nauli, miguu inapwita na sina nauli ya kwenda shuleni. Na Mungu yupo.
Nikamwomba kondakta, akaniambia ingia kwenye gari leo, utakaa kwenye banserebana. Wanafunzi mmenyelewa Ile siti ambayo mnapeana mgongo na dereva inachoma huku, mnaifahamu ile sehemu? Nilikaa pale masaa 8. Naungua, nasimama, narudi, naungua, nasimama mpaka nimefika. Nikaanza masomo, wakaanza kuita majina ya watu wasiolipa ada. Ndio muujiza wa kwanza nikauona wa Mungu. Kila wakiitwa la kwangu aliitwa. Lakini suruali ya shule chafu, shati halifai, sina confidence hata kusimama kwa watu kuambia Yesu anawapenda. Muonekano wangu tu unaonyesha mimi sijitoshelezi. Na Mungu yupo amenyamaza. Wakati mimi naona mateso, nakumbuka kuna kipindi nilikuwa naenda sehemu kwenye ile shule nyuma kulikuwa kuna poli. Naenda naanguka chini mpaka nalia. Naambia hivi, Mungu kweli wewe niliyokuchagua ni sahihi na upo kwa ajili yangu? Lakini kumbe mbingu juu ikiangalia kwenye ratiba zake inasema bado Peter, bado. Kwenye ratiba yetu mbona hiyo sehemu ni ndogo sana, bado tuna kazi na wewe. Hivi umewahi kuwa proud kwa hilo tu? Hilo tu, yani kwamba popote mimi nitakapokuwepo, imani yangu it's God himself. Kwa sababu siishi ninavyotaka, naishi ninavyotakiwa. Wakati Yusufu anakamatwa, anatupa kwenye shimo, ndugu zake wanasema no, tusimuue, tumtoe. Sio ndugu zake, he was God himself. Mungu anadili na maisha ya kila, kama anavyodili na Yusufu ndivyo anavyodili na maisha yako, ila kama umemchagua kwa dhamiri ya moyo wako. Na muona Yusufu anatolewa, anauzwa. Wakati Yusufu anauzwa, nampenda sana mwandishi mmoja wa Kimarekani anaitwa Ellen G. White, kwa wale ambao mnatutazama mbali. Wakati Yusufu anauzwa, cha kwanza ambacho kibaya kilitengenezeka kwa Yusufu kabla hajauzwa akiwa kwao, wanasema hivi, he was becoming self-sufficient. Alipokuwa anasifiwa na kupendwa na baba yake, akaanza kujitegemea. Sikiliza, ukishaanza kujitegemea tu, maana yake hautaishi makusudi ya Mungu, utaishi makusudi yako. Miti yote kuleni, mti usile. Walipoamua kujitegemea, walikula walichokatazwa. Na Yusufu alifikia pointi ya kuanza kujitegemea, na anaanza kujiona, mimi napendwa, suti zangu nzuri kuliko za wenzangu, mimi sio sawa na wenzangu 11, mimi ni mtu special. Anaanza kujisifia. Mungu anapoangalia anasema ni kweli Yusufu hata ana interest ya kutusikiliza. Ni kweli Yusufu anapenda stori zetu, lakini bado hajaanza kuishi makusudi. Hivi unajua kuna watu wengi wako kanisani na hawaishi makusudi ya Mungu. Ngoja nikusogelee karibu. Hivi unajua kuna viongozi ni wazee wa kanisa na hawaishi makusudi ya Mungu. Hivi unajua tuko sisi wachungaji ambao tunapoteza muda, we are just living, lakini hatuyaishi makusudi ya Mungu. Tunaishi na professional bila kuwa na Mungu. Ndicho nachokiona kwa Yusufu. Kwenye ibada yupo, amekaa na abudu, lakini mbingu inapomwangalia inamuona kabisa bado hajafikia tunakokutaka. Kwa nini? Yusufu anaishi akiwa anataka kwenda mbinguni. Yusufu anatutegemea sisi ili tumponye. Yusufu anafunga kwa maombi ili mimi Mungu nimsaidie mwanae awe mtoto mzuri. Yusufu anafunga kwa maombi kwa sababu anataka wajenge kanisa. Yusufu anajinyima kwa sababu anataka hiki, lakini sio Yusufu anafanya kwa sababu anataka yaishi mapenzi ya Mungu maishani mwake. Huyu mama anasema neno la pili, nisikilize vizuri. Yusufu alipouzwa, cha kwanza kilichokuja kwenye mind yake, anasema kilikuja hiki, then he thought turned to his father's God. Nasema kwa Kiswahili, kwa mara ya kwanza Yusufu anapouzwa, Yusufu akilini mwake anaanza kujiuliza, baba hayupo, ndugu hawapo, nimeuzwa, mimi ni mtumwa, nani anaweza akanisaidia? Ndipo Yusufu akili yake nasema hivi, yuko yule Mungu baba aliyokuwa ananihadisia. Nilikuwa namchukulia ni Mungu wa baba, lakini sasa na mimi namgeukia. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna pointi mbingu ilishangilia kuliko pointi zote, ni hiyo pointi. Mimi mwenzangu kuna vitu nikivisoma najikuta kweli yani, seriously, naona hadi raha moyoni. Yusufu anasema hivi, sina sasa wa kunisaidia. Ndugu zangu wa damu wameniuza, baba ninayemtegemea hayupo, nimeuzwa, mimi tena ni mtumwa wa huyu aliyeninunua. Ni nani anaweza akanisimamia? Ndipo Yusufu anasema hivi, imetosha, sasa ninarudi kwa baba yangu. Na mbingu kule mbinguni, wakati Yusufu anauzwa, eti mbinguni kuna sherehe. Sijui naeleweka ninachokisema?
Yusufu ni mtumwa, mbinguni namuona Baba, Mwana, Roho na malaika. Samanini, mimi nahisi, sina uhakika. Namuona Baba mbinguni anasema oyo. Malaika wengine wanashtuka wanasema vipi mzee kuna nini? Anaambia chekini jamaa, cheki jembe. Cheki ndume hiyo. Vipi? Amerudi, kashakuja kaingia kwenye 18. Mungu anakuwa proud, nilimpoteza Yusufu. Hivi mnajua kuna watu wanaishi duniani wako ndani ya kanisa ila wamepotea? Did you know that? Wako watu ndani ya kanisa, waimbaji wazuri, wahubiri wazuri, wana karama kubwa, lakini wamepotea. Kwa nini? Hawaishi makusudi ya Mungu. Wanaishi nini? Professional na kanuni na taratibu za dini, ila hawamuishi Mungu. Unajua wengi wanaishi na taratibu za dini kuliko mwenye dini. Ngoja nikupe mfano. Sikumbuki hichi kitabu kiko wapi, ila nikihadithia utakumbuka. Mnamkumbuka yule kijana aliyokuwa anaumwa miaka 38? Alikuwa amelala anaumwa, anasubiri bilika lichafuliwe na yeye akaguse maji. Mnamkumbuka? Yule kijana alikaa pale miaka 5, mkewe alimwacha, ndugu akamwacha. Unajua kwa nini aliachwa akakaa peke yake? Alikuwa ameparalyze mwili mzima, kinachofanya kazi ni nini? Na watu ambao mwili mzima ufanye kazi, inafanya kichwa tu, wana mikwala. Umewahi kumuuguza mtu hivyo? Unasikia niletee maji, haraka nitakuumiza, wakati kinachofanya kazi ni nini? Yaani wewe anakuambia nitakuumiza, ukifika anakuambia nigeuze upande huu, wakati wewe umesema nitakupiga. Huyu kijana kwa sababu alikuwa amelala hivi, ndugu wote wamemwacha, hawezi kugeuka. Haja ndogo ikija hapo hapo, kubwa ikija hapo hapo. Na mtu ukilala sana mgongo unatoa vidonda. Ukitoa vidonda, haja kubwa na haja ndogo inatengeneza funza. Analiwa na funza akiwa hai. Sehemu aliyopo inanuka, hakuna mtu aliyotamani kusogelea. Miaka 30 ngapi? Yesu akaenda mpaka alipo. Kwa nini hakwenda kwa wengine? Alafu alipofika anamwambia hivi, unataka kupona? Muangalie alivyokuwa mjinga. Anaanza kusema taratibu za dini. Unajua ngoja nikwambie, hapa ili upone, bilika lile likitifuliwa, akija mtu akakuchukua akakuingiza, umepona. Anasahau anayeongea naye ndiye anatumaga au malaika. Ni watu wa pasiasi. Ingekuwa kwingine wangesema amina. Nyinyi mna matatizo gani? Sijui mnaelewa au sijui naelewa mwenyewe. Yaani aliyesimama pembeni anayeongea naye anamuhadisia taratibu alizozianzisha. Ambia unajua hapa malaika, umeulizwa swali unataka kupona, jibu ndio. Lakini anaanza kutaja taratibu za dini. Anamwacha mwenye nini? Yesu akaona siwezi kubishana naye sana, akamwambia haya simama uende. Na niliwaambia jana, Yesu akiongea ameumba. Yaani neno la Yesu na la kwako ni mawili tofauti. Wewe ushatutisha sana. Uje kumsikia mama yako mzazi anajisaugi, "We mtoto nitakuua." Mpaka leo upo. Lakini Yesu akijisahau tu akasema, "Bichwa lako kama ng'ombe." Tunakusikia, "Mo, ushakuwa ng'ombe." Kwa sababu yeye neno ni uumbaji. Kwa hiyo Yesu anapomwambia yule kijana hivi, "Simama uende." Kijana huyo papu kasimama, msafi. Kakunja godoro kabeba, akakutana na mchungaji, shemasi na mzee wa kanisa mlangoni. Wewe umebeba godoro leo siku gani? Akamwambia Sabato. Tunabebaga mizigo. Hivi miaka 38 mtu yuko hoi. Alafu unakutana naye kabeba godoro, wewe unaanza kusema taratibu za nini? Yule dogo na godoro lake akawaangalia, akamwambia sikilizeni, msinichoshe. Na miaka 38 sijacheza mpira, sijakimbizana. Hapa nina michezo mingi ya kwenda kufanyaje? Mnanichelewesha. Aliyeniponya, mmemwona ile jembe pale? Mkamuulize yeye, niacheni niende. Kuna watu leo duniani tumekaa na taratibu za dini ila hatuna mahusiano na mwenye dini. Hakuna kitu, mimi sijazaliwa kwenye hili kanisa mnisamee, lakini wengi wa Waadventista wa Sabato 100% mbinguni hatuendi. Kwa nini? Tuna taratibu za dini, hatuna mwenye dini. Wa kwanza sio wewe, alikuwa Yusufu. Lakini Yusufu alipopata coincidence, alipoingia kwenye situation fulani, wakati mwingine Mungu anaturuhusu tuingie kwenye changamoto sio kwa sababu hatuhitaji. Anataka tension. Anataka urealize. Mungu anataka uanze kuona huna lolote unaloliweza wewe, hukujiumba, niliyekuomba ni mimi na kazi na wewe duniani. Ndipo Yusufu anasema hivi, anageuka anamwambia sasa Mungu, I'm nothing, sina lolote, ingilia kati. Mungu anasema sasa Yusufu amekuja tunakotaka. Angalia Mungu alichokifanya. Hakuna maneno ambayo unayapenda kama haya. Mungu alichokifanya ni hiki. Sikiliza, anasema hivi, but God did not leave Joseph
to go Egypt alone. Hilo la kwanza. La pili, angels prepared the way for his reception. Unajua Kiingereza shida hapo, ndo maana hamna amina. Haya, ngoja niongee Kisukuma na waambia. Sikiliza. Mungu kwa mara ya kwanza hamwachi Yusufu aingie Egypt akiwa peke yake. Anaenda naye. Alafu wakati wakiwa njiani wanaenda, roho ya unabii inasema hivi, Mungu akatuma malaika aandae mapokezi. Ni watu mnaelewa ninachokisema sijui? Then why are you worried? Kwani wewe unaogopa hapa duniani? Changamoto ndogo umeanza kukufuru mpaka Mungu umemwacha. What's wrong with you? Shida ni nini vijana wenzangu? Kuna wakati jambo la kawaida, namuona Yusufu mtumwa. Unajua haya ninayoyaongea hata Yusufu yeye hajui. Mbingu ilivyomuona Yusufu ameingia kwenye malengo yao, mbingu, Mungu anasema hivi, simtumi yoyote hapa, naenda mwenyewe. Kwa nini? Anaishi malengo yangu, nataka niyatimize nikiwa ndani yake. Alafu Mungu wakati yuko na Yusufu, Yusufu ameshika kamba ya ngamia, juu ya ngamia kuna watu wamepanda, waliokaa kwenye ngamia wanamuona Yusufu mtumwa, lakini mbingu inamuona shujaa na waziri mkuu wa Egypt. Nyinyi sijui mnaelewa ninachokisema? Nahisi kama mnielewi. Wakati mimi ndugu zangu wanagawana watoto, wakija kwangu wanasema no, huyo hafai. Leo hii sisubiri kusifiwa. Naanzaje kusubiri kwanza nisifiwe? Najisifia zangu kabla sijafa. Leo hii sisubiri kusifiwa. Leo hii najisema mwenyewe kabisa, miongoni mwa watu I am also. Kwa nini? Naishi kwenye kusudi la Mungu. Walioniona nobody, they can see somebody. Hata wewe uliokaa hapo usijidharau, wewe umechaguliwa. Haijalishi level ulionayo sasa. Yusufu ameshika ngamia, anatembea juu ya ngamia, wamekaa boss waliomnunua, lakini Yusufu aliye chini anayetembea amefungamanishwa, anatembea na Mungu. Alafu Mungu anapotembea na Yusufu anasema, Yusufu huko mbele nimemwandaa malaika, anatutengenezea reception. Mapokezi yanaandaliwa na malaika. Wewe ukitoka hapa, mapokezi yako yameandaliwa na nani? Wewe uliokaa hapa, mapokezi yako yameandaliwa, unapokelewa na nani? Watu wanamuona ka Yusufu kahovyo, lakini mbingu inamuona somebody there. Yani hivi ninavyoongea na wewe hivi, mbingu inavyotuangalia hapa Pasiansi tulipokaa, inapofika kwako kule mbinguni, Mungu anasema yes, there is somebody there. Kuna mtu pale. Huyu mtu, kuna vitu vichache tu, sikiliza vizuri, sio yeye wa kwanza, alianza Yusufu. Na hivi vitu vichache ili nivitengeneze, lazima nimruhusu wapite hapa. Nisikilize, unapopitia magumu, usiblame, usishutumu, usitukane, usilaumu watu. Ingia chumbani, anguka magotini, mwambie Baba, what's wrong with us? Ingia chumbani kwako, kaa. Sometimes usiende kuomba, nenda kamsikilize. Ingia mwambie mzee, leo sina la kukuambia ila nimechoka. Kuna nini kinaendelea? Trust me. Mungu atakupa vitu vya kusema kwa watu. Naona Yusufu hivi, unajua hakuna wakati Yusufu alikuwa na furaha na amani kuliko wakati wote kama akiwa mtumwa, ameshika punda, ameshika ngamia. Yesu anasema hivi, alipoona Wayahudi wamemkataa 1 na miezi 6, wakati ulipopita amewaita wengi, anaona wanamkatalia. Yesu akasema, katika hawa wanafunzi wako wakina Yusufu? Nahitaji watu ambao mimi nisipokuwepo wao wakiwepo. Trust me, niamini ninachokwambia. Wakati Yusufu anaambiwa lala nami, hakuwa Yusufu, he was God himself. Ukitaka kuamini, nitalisema mbeleni, nenda kwenye lile fungu kasome, utaona nasema hivi, Potifa alipomuona Yusufu hakumuona Yusufu, alimuona Mungu. Lakini mke wake alipomwangalia akamuona Yusufu. Watu wawili wanaishi nyumba moja, waliona vitu viwili. I will tell you why. Nitakwambia kwa nini. Lakini mwanaume alipomwangalia Yusufu akasema, no, huyu mtu sio wa kawaida. Sikiliza bwana, mali zangu zote kaa nazo wewe. Aliyekabidhiwa mali sio Yusufu, ila aliye ndani ya nani?
Ngoja nikunong'oneze. Hata sasa hivi ninavyoongea na wewe, ukiingia kwenye malengo ya kuishi anayoyataka Mungu na Mungu akaingia ndani yako, trust me, tutamwona Mungu ndani yako. Hata sasa unavyolalamika kazi hazipatikani, shida huko mwenyewe. Hapo ulipo unalalamika kazi hazipatikani, lakini hatukuoni, we mwenyewe ni waovyo. Hujapata kazi, una mademu wangapi? Ukipata, yaani hapo ni muimbaji tu, muimbaji tena sauti ya ngapi? Unakuja hapa palimpa bamba bamba tumbabamba rinda parada. Ukitoka hapo na mabinti wangapi? Halafu umekazana, baba fungua mbaraka kazi ipatikane. Mungu anajiuliza, tukitoa mbaraka kazi ikapatikana, hawa wawili jumlisha na kipato watakuwa wangapi? Mungu ndo maana anasema hivi, ngoja kwanza, subiri akae kwenye nini? Na mimi nitoe wito jioni ya leo ninapofunga, wadogo zangu, nisikilize vizuri. Sijui kama utanielewa hichi ninachokisema. Mimi sina hofu ya maisha. Naomba usiwe na hofu ya maisha. Cha kwanza kinachonifanya sina hofu ya maisha, ulikaa na Mungu kumuomba akuzae? Mungu aliomba ushauri akuumbe? Si aliamua mwenyewe? Kwa nini? Then why are you worried? Kama sikujizaa, sikujiweka kwenye dunia, sikuomba, aliamua niwepo, then why are you worried? Unaogopa nini? Niliwaambia jana, kabla Mungu hajaniumba alikuwa na task ya mimi niifanye. Nisikilizeni wadogo zangu, hatuishi kwenye ulimwengu wa sasa. Ulimwengu wa sasa tunachagua kuishi kwenye maisha yajayo. Yajayo yanafurahisha. Anza tangu leo, amua hapo ulipokaa, sema hivi, enough is enough. Imetosha kuishi mwenyewe. Naomba Mungu niingie kwenye mipango yako, kuna raha. Mimi nina mifano mingi, namuona Petro na Paulo na Sila wako gerezani, wametandikwa viboko vya kutosha, mgongoni kumechubuka, wamefungwa pingu miguuni, lakini still they are singing. Why are they singing? Kwani wanaimba? They have peace. Kwa sababu wanasema hivi, sikiliza, kama kutuumba hatukumuomba, alituumba, na hiki tunachokipitia he knows, anajua, then why are we worried? Naona usiku Paulo akatoa kii, Sila akaidakia. Watu wenye maumivu na wamefungwa walipiga mziki usiku wa manane. Ndume zilizolala usingizi ziliamka. Wewe mwahi kuimba mpaka aliolala aliamka? Wafungwa wengine usiku wameamka, wako milangoni wasema na wao sijui watakuwa, unajua kuna mtu ukiwa hujui nyimbo kuna hami ile. Watu wangapi? Roho ya unabii nasema hivi, even God himself, hata mbinguni ikasema no, hatuwezi kuvumilia, twende tukawajoin. Waliposhuka kwenye gereza, malaika na Kristo mwenyewe, tetemeko, gereza lilifunguka. Wafungwa baada ya kuona mlango wa kutoka, wao wamekazana kwa Paulo na Sila, na milango imefanyaje? Watu wawili walileta changes kubwa. Kwa nini? Waliingia kwenye track ya kuishi mapenzi ya Mungu. Unachelewa nini mdogo wangu? Nini kinakuchelewesha? Sikiliza, ukitaka kutengeneza thamani yako duniani, go to Jesus. Hutakuwa na haja ya kuconvince watu wa kuone wewe ni nani. Automatically Mungu ataonekana ndani yako. Mimi niwatie moyo jioni ya leo. Mimi sijui maisha yako yalivyo. Sijui magumu unayoyapitia sasa. Sijui changamoto zako. Ila nalojua ni hili. Go back to Jesus. Nenda kwa nani? Na mimi nikuombe. Hebu tupige magoti. Omba. Sikiliza. Mimi sikuiti hapa mbele kwa sababu hapa mbele it's kwangu mimi, God can hear wherever you are. Hebu piga magoti, tumia dakika moja, talk to yourself. Na usijisikie sikiliza. Jiachie kwa Mungu kama alivyojiachia Yusufu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alipoona watu hawafai, alienda kuomba. Nitakwambia kesho, hivi tunavyoongea Yesu anahangaikia maisha yako. Hebu jisikie kutoka moyoni, usijiwekee wigo, jiachie moyo wako, sema na Mungu wako, achia hisia za ndani, na ninakuhakikishia Mungu atafanya kitu maishani mwako. Na baada hapo mimi nitamalizia kwa ombi. Yaani ongea na Mungu willingly, mwambie vile unavyo feel, na hata usijiwekee ukuta, kwa sababu mojawapo hujajiumba.
hujajiweka duniani. Sasa hebu zungumza na aliyekuumba, mwambie hivi, nimeanguka miguuni pako, naomba kufungamanishwa na wewe, niyatende mapenzi yako. Kisha mimi nitamalizia kwa ombi la mwisho. Mtakatifu, Mungu wetu muumba mbingu na nchi, sisi wana na binti zako tulioanguka miguuni pako Yesu, ni wewe pekee iliyokupendeza kutuumba na kutuweka kwenye ulimwengu. Mara nyingi sana tumekosea namna ya makusudi ya maisha yetu kwenye ulimwengu huu. Tumeweka nguvu sana katika utafutaji na kukua kiuchumi na kusahau ulimwengu tulio nao sasa unapita. Tazama watoto wako wa kike na wa kiume, namna wanavyoongea kwa mizigo mizito walionayo moyoni mwao. Nami ni mwanadamu kama wao, ninaoungana pamoja nao. Ninakuomba Yesu, kama ulivyotenda kwa Yusufu, tutendee nasi. Ile njia Yesu unayoona ni sahihi ya kuvuta usikivu wetu ili kukuchagua wewe na kuyaishi maisha matakatifu, tunajiweka wakfu mikononi mwako, tufanye unavyotaka. Ikiwa Baba ulidhamiria kutuumba, tunaomba tusaidie tusikuangushe kukuchagua. Sisi ni wapekee kwenye ulimwengu, tujalie na kutuongoza kuyaishi mapenzi yako. Baba, tuonyeshe ubaya wa ulimwengu unaopita. Kila kitu kilichokuwako duniani tunachokiona cha thamani havitadumu milele, lakini uchaguzi wetu tutakaofanya sasa ndio hazina ya umilele. Namwombea kila mmoja, msamehe dhambi zake, mpokee jinsi alivyo, mpatie uwezo ndani usio wa kawaida. Wakati wengine wanamuona ni wa kawaida, naomba macho yako yamuone katika mtazamo mwingine. Amsha shauku mpya ndani yetu, na kuomba tunaposimama, tusimame tukiwa wapya. Yesu, tunaomba tusimame tukiwa tunaanza maisha mapya ndani yetu. Na kwa sababu unatupenda, nina imani umetenda kitu ndani ya mioyo yetu. Naomba kwa imani katika jina lako Yesu. Amen.